katika viwanja hivi, na leo ndio siku ya mwisho. Atafanya mambo makubwa sana. Basi kwa wakati huu sasa nimkaribishe mnenaji. Kabla sijamkaribisha niombe kwa ajili yake. Baba, katika jina la Yesu, tunayo sababu ya kukushukuru. Tumekuona Bwana tangu tulipoanza siku ya kwanza hata siku ya leo ya 5. Mungu mtakatifu, tumekuona Bwana ukitenda, ukiona Bwana ukifanya maajabu na miujiza, tukiona Bwana watu ukiwakomboa, tukiona watu Bwana ukiwaponya. Hata sasa Bwana utakwenda kuponya, utakwenda kuokoa, utakwenda kufungua. Ninamweka mtumishi wako sasa mikononi mwako Bwana. Baba, asante kwa sababu utamtumia sasa wala jinsi ambavyo upendavyo wewe. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Wote tuseme amen. Makutano, hebu tumpigie Yesu makofi mazuri. Hayo sio makofi hata mwenyekiti wa kitongoji hawezi kumtosha. Hebu naomba simama kwenye kiti chako, unampigia Yesu aliyekupa uzima, alafu napiga tu makofi kama unampigia mwenye yeye pia aliyekupa uzima. Haleluya, haleluya. Asante. Asante baba yangu, Mungu akubariki sana. Mungu abariki wote ambao wamenitangulia kwa ajili ya huduma hii. Mungu awabariki viongozi wenzangu. Mungu awabariki watazamaji. Mungu awabariki wana kijiji hiki na viongozi wote kwa ujumla ambao mmetupa kibali cha kusimama katika eneo hili ili kunena habari za ufalme wa Mungu. Mungu awabariki sana. Shukrani kwenu, na Mungu endelee kuwainua na kuwakumbuka. Lakini pia Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu ambao unaendelea kuchukua matukio katika mkutano huu tangu siku ya kwanza. Mungu akubariki sana, akutie nguvu. Haleluya, haleluya. Nafikiri kulikuwa na utambulisho siku ya leo, na mimi niseme jina langu. Mimi ninaitwa mchungaji Michael William, lakini pia ni mwenyekiti wa zoni hii. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nina mke mzuri, leo hayupo, bahati mbaya, huwa napenda sana kutembea naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tu basi makofi na vigelegele kwa Yesu kwa sababu ninaye mke mzuri. Amen. Leo ni siku yetu ya mwisho ya mkutano. Ni siku yetu ya mwisho ya mkutano, na Bwana amenipa neno la kuagana na wewe katika siku ya mkutano. Kama alivyosema mzee kwamba tunatamani tena tuanue jambi tuende sehemu nyingine. Hatuwezi kukoma mpaka tumuone Bwana Yesu anatokea mawinguni. Haleluya. Hizi habari ni endelevu mpaka Yesu atakapotuambia wanangu yatosha, ndipo tutasimama, kwa sababu sasa wakati umeisha. Lakini kama Yesu hajarudi, tutaendelea kuhubiri, tutazeeka, tutakufa, vizazi vyetu vitaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana wewe uliyeketi na ambaye unaniangalia kwa njia ya mtandao. Mungu akubariki sana. Naomba endelea kutufuatilia. Naomba nizungumze neno moja katika jioni ya leo. Na leo nataka nizungumze kwa habari ya kumkumbuka muumba wako. Habari ya kumkumbuka muumba wako. Nakumbuka siku ya kwanza nilizungumza kwa habari ya jina kuu. Amina. Lakini siku iliyofuata nilizungumza kwa habari ya tangazo. Siku iliyofuata nikazungumza kwa habari ya maarifa. Lakini siku pia iliyofuata nilizungumza kitu kingine. Leo tena Bwana amenipa kitu kingine. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana ameniambia niseme na makutano, na wewe unayenisikiliza na kunitazama, niseme kwa habari ya kumkumbuka muumba wako. Na tuangalie maandiko, kitabu cha Mhubiri sura ile ya 12 na mstari wa kwanza. Tutasoma mpaka ule mstari wa 3. Mhubiri 12 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Biblia inasema, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala hajakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo.
Mstari wa pili, kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua. Mstari wa tatu, siku ile walinzi wa nyumba watakapotetema, hapo wenye nguvu watakapojinamisha, wasagao kukoma kwa kuwa ni haba, na hao wachunguliao madirishani kutiwa giza. Bwana Yesu asifiwe. Habari inasema kumkumbuka Muumba wako. Kumkumbuka Muumba wako. Mwambie jirani yako, mkumbuke Muumba wako. Kwa nini leo nataka nizungumze habari hii? Ninataka nizungumze habari hii kwa sababu mwanadamu ana hali ya kusahau. Mwanadamu katika akili yake, katika moyo wake, ipo hali ambayo huwa inamwishilia kusahau jambo alilokuwa analifahamu, analolitambua. Hiyo hali ipo. Naomba nisikilize. Na hii inasababishwa wakati mwingine na msongo wa vitu vingi, wakati mwingine mapito mbalimbali. Hizo hali zinaweza zikasababisha kwenye akili ya mtu kusahau mambo baadhi aliyokuwa anafahamu. Haleluya. Sasa mimi sitaki nizungumze kwa mambo mengine ambayo unaweza ukasahau. Bwana ameniambia neno moja tu, kwamba mkumbuke Muumba wako peke yake aliyekuumba. Haleluya. Wewe unapojiona hujaumbwa na wanadamu, hujaumbwa na kitu kingine isipokuwa ni Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Huyo ndiye alikuumba. Lakini pamoja na hayo, kuna hali ya kusahau. Leo hapo wanadamu ambao wamefikia sehemu wakamsahau Muumba wao. Ndio maana maandiko yanaandika, huyu mwandishi ni mfalme ambaye alipitia mambo mengi, mambo mabaya na mambo mazuri. Inaonyesha kuna mazingira aliyoyapitia ambayo yalimfanya kumsahau Mungu wake. Lakini siku zilipoendelea, mwishoni akagundua, akakumbuka kwamba pamoja na mambo mazuri na mambo mabaya niliyoyapitia, lakini yupo Muumba wangu. Nisikilize nikwambie, wewe ambaye umeketi hapa na ambaye unanifuatilia, ambaye unafuatilia kwa njia ya mtandao, mtu huyo mwishoni akaandika hizi habari. Maana yake anaonyesha kwamba mwanadamu kuna mahali anaweza kusahau, kuna mambo anaweza kusahau. Lakini pia kwa mfano jambo hili la Muumba wako ni jambo la msingi mno, na ndio maana Biblia imeandika mkumbuke Muumba wako. Nisikilize nikwambie, leo wanadamu wanakumbuka mambo mengine, wanakumbuka vitu vingine. Naomba nisikilize, watu leo wanakumbuka uchumi, watu leo wanakumbuka ndoa zao, watu leo wanakumbuka wapenzi wao. Lakini nisikilize, hivyo ni vitu vinavyopita, hivyo ni vitu vinavyopita. Ni kweli vitu vya muhimu, lakini kifo cha muhimu zaidi ambaye ni Muumba wako. Nisikilize nikwambie, ameendelea kuzungumza, akasema kitu kingine, akasema kabla ya siku mbaya. Mwanadamu kuna siku zilizo mbaya, siku mbele. Utake ustake, siku zinakuja. Unanitazama leo unafurahia, leo uko hai, lakini nataka nikwambie zipo siku ambazo ni mbaya. Biblia inasema kabla ya miaka ambayo utasema sina furaha katika miaka hii. Naomba
nisikilize, unaonitazama, ni kweli unaishi, ni kweli unafurahia hayo maisha, lakini nataka nikwambie ziko siku zinazokuja usoni mwako. Lakini kabla hizo siku, Biblia imesema mkumbuka aliyekuumba, mkumbuka aliyekufanya, aliyekutengeneza hivyo ulivyo, alivyokuumba kwa sura yake. Huyo ndio unapaswa kumkumbuka. Leo watu wanakumbuka vitu vyao, leo watu wanakumbuka mapesa. Nisikilize nikwambie, leo watu wanakumbuka watoto wao, leo watu wanakumbuka vitu mbalimbali, lakini hawataki kumkumbuka Muumba wao. Nisikilize nikwambie, ipo siku ambayo inakuja, zipo siku ambazo zinakuja, ambazo sio nzuri machoni pako, ambazo utalia, ambazo utasema sina furaha katika miaka hii. Nisikilize nikwambie, lakini Biblia inasema kabla hazijafika hizo siku, kabla hujaja huo mwaka, tafadhali mkumbuka aliyekuumba. Kwa nini anasema mkumbuka aliyekuumba? Kwa sababu yeye anajua wakati utakapofika mgumu, wakati utakapofika wa hayo mambo mabaya, yeye atakufurahisha, yeye atakupa kicheko, yeye atakupa raha, yeye atakupa kufurahia katika siku hizo. Naomba nisikilize, mwanadamu anapokuwa yuhai, anapokuwa na afya njema, zaidi anakuwa na kiburi, na anajua hata toweka, anajua hazitakuja siku zingine, ni siku hivyo hivyo. Anajua alivyo mzima, alivyo na afya njema, yeye anajua ya kwamba ataendelea kuishi hivyo. Lakini sikiliza nikwambie, zipo siku zinakuja ambazo ni mbaya, ambazo utasema sina furaha katika hizi. Achana hizo siku ambazo leo unakutana nazo, unakutana hali ya njaa, unakutana hali ya kukosa. Zipo siku ambazo zinakuja za kuitafuta nafsi yako. Nataka nikwambie jioni ya leo, wewe ambaye unaendelea kukumbuka vitu vingine, unaendelea kufurahia uzima, huo uzima yupo aliyefanya, yupo aliyeutengeneza, huyo ndio nataka mkumbuke. Leo wanadamu wamejisahau mno, wamejisahau sana, wanaendelea kukumbuka mambo mengine. Naomba nisikilize, unaye nitazama, ni kweli unakumbuka mambo mengine, lakini umebakiza jambo la msingi la kumkumbuka Muumba wako, ambaye atakayetoa hukumu juu yako, ambaye atakuepusha na mambo mabaya. Nisikilize nikwambie, ukiangalia kitabu cha Wafalme wa pili na sura ile 20, ukiangalia mstari wa kwanza, utaona habari za mtu mmoja anayeitwa Hezekia, na pia alituma kwake, anamwambia tengeneza mambo ya nyumba yako, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana usipotengeneza hakika utakufa, hakika utangamia. Nisikilize nikwambie, yapo mambo ambayo yalikuwa na mkabili, yalikuwa na mfuatilia, yangemkatilia mbali Hezekia, lakini Biblia inasema baada ya taarifa hizi Hezekia akageuka, akatubu. Na mimi nataka nikwambie, ungana na huyo mtu ambaye alikuwa na msala mzuri. Leo nataka nikwambie, zipo siku zinakuja, ukatae, upinge, lakini zipo zinakuja. Tembea katika uzima wako ukiwa na kiburi, ukiwa na furahia. Mimi sijajua nini kiburi chako. Nisikilize nikwambie, nini kiburi chako? Yamkini ni afya, yamkini ni pesa,